hii serikali, na nataka niseme hapa. Si nyinyi wengi ambao kupigia serikali, lakini nataka niseme hapa. Hii serikali kama sio wa Kikuyu, hii serikali haingekuwa. Na kama kuna wenye hii serikali, number 1 sio Wakale, number 1 ni wa Kikuyu. Hii serikali ile ilikuwa na Rigiji juzi, tumekaa na Rigiji sana na wanaenda tukipanga maneno mengi ya hii dunia, na aliniambia nikifika hapa niwasalamie sana. Niwasalamie sana kwa sababu tulimwambia tunakuja kukutana na nyinyi, alafu ile mkutano mkubwa mmeomba. So mmeomba mkutano sija 500. Bana, acha niulize nyinyi, kama tulifanya mkutano siku ile Sugoi wakati rais au kwa rais ya watu 1500, sasa sasa ni rais mnataka mkutano na watu 500, si tufanye mkutano na watu 10,000? Na hata kama huyo rais atasema ana chakula, si hata mimi niko na ng'ombe nitatoa. Kuna siku ile Asoro alikuwa anafanya mkutano ya 1500, tukaongea pale, na alikuwa tu anahangaika hapo. Uhuru amehangaisha hapa, Anshiki kwa hapa, nani hapo hapa. Sasa sasa yeye hapo na kila kitu watu 500. Tunatangaza mkutano ya watu 10,000. Ndio mkuje hata yeye awaambie vile mlimpiga kwana, na nyinyi mwambie vile mmerudi. Kama ni aje? Na yote haina vita. Unajua acha niambie nyinyi. Sasa nyingine huyu Wanjohi amesema vizuri sana. Vile anasema ati alikuwa amepima watu wetu walikuwa wameenda. So wangekuja pande hiyo wangeanguka. So akajipanga na raia. So lakini mjue nyinyi mko na bahati kubwa sana. Hii serikali, na nataka niseme hapa. Si nyinyi wengi ambao kupigia serikali, lakini nataka niseme hapa. Hii serikali kama sio wa Kikuyu, hii serikali haingekuwa. Na kama kuna wenye hii serikali, number 1 sio Wakale, number 1 ni wa Kikuyu. Hii serikali ile ilikuwa. Ukiona yule mtu akikaa hapo akipanda ndege akifanya nini? Watu wenye walipatia serikali hii ni wa Kikuyu wa Central. Wasasi yenu, si ndio? Alafu watoto wakapotea. Sasa watoto wanarudi nyumbani. Hapa ni aje? Wadau hii serikali ni by the way, tuambiane ukweli, kwani tunadanganya. Hii serikali ilitengenezwa na Wakikuyu. Ndio Wakale wakafuata, ndio wengine wakafuata. Lakini sasa tumesema tunaunganisha Kenya msima. Hataki kuacha mtu nje. Na uliza tanyenyi kwa ukweli tu boya. Hata huyu Raila huyu baba, si amehakika kwa dunia sana. Anaomba kura, anakuja mpaka anafikiri ameshinda. Kufika kwa mlango mambo inaharibika. Anaomba tena kura, anakuja tena mambo inaharibika. Sasa yeye anaelekea miaka 80. Bado tunatubishana naye kweli. Si hata sisi tunaenda kanisani jamani. Ndio unasikia walisema wa Biblia hakuna dhambi ndogo mbele. So hata huyu Tinga tukubalie yeye aende EU. Aenda jipange huko, hawaachane na hii dunia ya Kenya. Aenda pangana sasa na kwa sababu amejaribu hii dunia ya Kenya imekataa. So aenda jaribu na ya Afrika tuone kama itafanya. So sisi wote tukubalie yeye afanye nini? Aende na kwa hata aende apate uzee yenye iko na heshima. Ama ni aje nanga. Sio kweli gani? Hata hapa na watoto na inji yetu inyamaze. Na ndio tutaweza kupanga mambo mengi. Na sisi hatuwezi kukubali maneno kama ile siku ile ya ugawa watu kusema hivi bado furahi sana. Wakati nilisikia kuna process ya Wakikuyu kuungana, especially wa kutoka hapa Uasin Gishu, nimekuwa nikiomba Mungu sana hii siku ifike. Mnajua sisi ni binadamu na binadamu hukosea, na lazima tusameheane, si kweli? Hii mmefanya leo inashinda hiyo mambo mengine yote umeongea hapa. Hii mambo ya sokoni, mambo ya nini,
yote ni baadaye, lakini hii mmefanya leo inashinda kila kitu. Mimi unajua, kwanza mimi ni adui ya vitu mbili tatu. Mimi ni adui ya ukabila. Kama kuna mtu adui ya ukabila, mimi sitaki kusikia mtu anaongea kuhusu ukabila. Alafu mmesikia mara mingi nikiwauliza tushikane, tuwe timu moja, kama watu wa Rift Valley, kama watu wa Uasin Gishu, tuwe timu moja. Mimi nimefurahi leo. Siasa ni baadaye, lakini muungano ni kitu ya maana sana. Wakati tulikuwa tunafanya siasa hii ya juzi, ni vizuri tuwaambiane ukweli. Watu wengi walikuwa wanataka tupigane, lakini kwa sababu Mungu alisimama katikati yetu, shetani akafanya nini? Akashindwa. Na ndio mimi nimekuwa nikitangaza kila siku nikiwaambia, Mungu akituweka, hakuna siku Kenya hii itawapiganwa tena. Na hiyo nataka nirudie. Unajua nyinyi kidogo, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi kwanza wa hapa unakuwa na tu wasiwasi wengine. Mimi sitaki hiyo wasiwasi kwa nani. Nataka tukue timu moja, tukue kitu moja. Na mimi nataka niseme hapa leo, hii kuungana sio lazima ikuwe ya kura. Kura sio lazima, lakini kuungana yenye unajua penye huko unalala na usalama, penye unatembelea au una adui, hiyo tu inatosha kwanza. Alafu hiyo nyingine ifanye nini? Ifuate. Hii mambo yetu ya kaunti, unasema mambo ya August. Mimi nataka niwatangazia hapa leo, Wanjohi na Muya, tafuta timu ya sokoni, watu soko, tafuta timu ya watu 20, watengeneze proposal. Mimi nitafuta gavana na timu yake, tukae kwa meza, tupigane kwa hiyo meza, tuamend hiyo proposal mpaka tukubaliane. Na hiyo nitafanya kwa sababu mimi nataka sisi wote mwanabiashara succeed, na gavana pia succeed, na Muya pia succeed, na Wanjohi pia succeed, na hii kaunti yetu ifanye nini? Inyamaze. Sio kweli? Ile mambo Wanjohi umesema ile rescue center, hiyo nitaongea na wale wanaohusika leo mpaka nijue hiyo faili kwa wapi. Kama kuna mtu mhalifu alifanya uhalifu, hiyo hatuitani na chochote, lazima achukuliwe hatua. Lakini yule kijana wa Langas Kenya kidogo Wanjohi tutamsaidia, lakini ukichunguza vizuri yake ilikuwa ya ulevi, lakini tutamsaidia.